kuisha kwa huu mwaka. Baadhi ya Waislamu na wale ndugu zetu wanaotufuatilia katika vyombo vyetu hivi walitoa tuseme ni maoni au walielekeza hisia zao juu ya kuguswa na kichwa cha habari cha hutuba ya leo. Walipoona kichwa cha habari kimesema, tangu tulipoitangaza hii hutuba ya leo, kwamba kimesema mwaka umekwisha, nini umetanguliza kwa Mola wetu, baadhi yao wakastaajabu na wakaandika katika maoni yao, mwaka huu si mwaka wetu, mwaka huu hautuhusu, na mfano wa maneno hayo. Na madhumuni si kwa nia mbaya, kwamba wameandika vile maoni yao, si kwa nia mbaya, ila tu tunaweza kufasiri maoni yao hayo ni kwa namna walivyofikiri wao, ndio wakaona wameandika hivyo, kwamba mwaka huu hautuhusu, mwaka huu si wetu sisi Waislamu. Kwa hiyo kwa namna ya ufikiriaji wao ndio wakawa wameishia hapo katika fikra zao, wale ambao wameandika katika hayo maoni. Lakini nikufahamisheni Waislamu, wao baadhi ya hao, lakini na sisi sote kwa ujumla, katika dini ya Kiislamu kuna mambo yamenasibishwa na kalenda yetu ya kikamaria. Kalenda ya kikamaria ni ile kalenda ambayo ukamsikia mtu anasema, yani kalenda ya kikamaria ni ipi? Kalenda ya kikamaria ni ile kalenda ambayo ukamsikia mtu anasema leo ni mwezi saba, sio ni mwezi wa saba, leo ni mwezi saba mfungo pili mwaka 1400 na kadhaa hijiria. Hiyo inaitwa kalenda ya kikamaria. Na kalenda ya kikamaria ndiyo kalenda pekee ambayo imenasibishwa na ibada zetu zote sisi waumini wa dini ya Kiislamu. Yaani ibada zetu zinafuatana na zinakwenda sambamba na kalenda yetu ya kikamaria, ambayo ndio hiyo kalenda ya tunaita hijiria. Kwamba Ramadhani inaingiaje, hatuitazami Ramadhani kuingia kwake kwa kutazama Januari, Februari, Machi, Juni, Julai, Septemba. Hatutazami Ramadhani kuingia kwa kalenda ya miladia, hatutazami hivyo. Leo ni mfunguo ngapi, hatutazami kwenye Machi, Februari, hatutazami kwenye kalenda hii, hatutazami huko, kwa sababu yale ni mambo ya kiibada. Kwa hiyo tukiyahitaji kwa ufasaha tunayafuata kule, na ndio utaratibu pia umetuelekeza hivyo hivyo, kwamba ibada za Kiislamu zinaendeshwa na kalenda ya hijiria, ambayo hiyo tumeitaja ya kikamaria, kwamba leo ni mwezi ngapi, mfungo ngapi. Na kwa masikitiko kalenda hiyo yetu wengi katika Waislamu ndio hatuijui. Leo ukimuuliza mtu leo ni mwezi ngapi, hawezi kujua katika kalenda ya Kiislamu. Leo ni mwaka wa ngapi katika kalenda ya Kiislamu, hawezi kujua. Leo ni tarehe ngapi, leo ni mfungo ngapi katika kalenda ya Kiislamu, hawezi kujua. Lakini leo ni tarehe ngapi anaweza kujua. Leo ni mwaka gani, kwamba ni 2025 anajua, ni tarehe 5 sijui ni 6 anajua. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndiyo kalenda tunayoiishi katika mambo yetu mengi, wachilia mbali yale ya kiibada. Kwa hiyo tukisema huu mwaka umekwisha, manake unatuhusu.
usituhusu mwaka huu wa Disemba 2025, usituhusu katika zile ibada zetu. Ni kweli hautuhusu katika hilo, lakini mwaka huu unatuhusu katika mambo nje ya ibada zetu. Leo ukiangalia, wengi wetu mishahara yetu tunaipokea mishahara yetu kwa kupitia kalenda hii ambayo imesemwa haituhusu. Safari zetu, mambo yetu, vikao vyetu, yani ni mambo mengi ambayo hata msikilizaji wakati huu nasema na ananielewa vyema, yeye anapiga tu mifano katika hayo kwamba tuna mambo mengi ambayo yananasibiana na miaka hii ambayo twasema haituhusu Waislamu, lakini jawabu ni kwamba inatuhusu. Mwaka huu wa kwamba leo ndio tuko mwishoni mwa mwaka huu unatuhusu watukufu wa Islam, kwa sababu hautatuhusu katika ibada zetu. Leo hija, tunahiji vipi? Tunatazama miezi miandamo kupitia kalenda yetu ile. Tunafunga vipi? Tunatazama miezi miandamo kupitia kalenda yetu ile, na sio hii ya Disemba, yani hii ya miladi. Hatutazami huku kwa sababu yale ni mambo ya kiibada. Kwa hiyo ikiwa twasemea kule kwenye ibada za Kiislamu, huu mwaka hautuhusu, lakini ikiwa twasemea yani kwa yote, mwaka unatuhusu, kwa sababu ndio pia twautumia kwenye mambo yetu chungu mzima, kinyume na ibada zetu za Kiislamu. Kwa hiyo Waislamu, mwaka huu unatuhusu, ukiachilia mwaka wetu wa Kiislamu, na huu unatuhusu kwa sababu ndio tunaoishi nao. Kwa hiyo mwaka unakwisha, Waislamu, nini tumekifanya mbele za Mwenyezi Mungu? Na